si tu kushindana kwenye maarifa, bali kukutanishwa na ukweli kwamba VVU bado ni changamoto na bado vijana wetu hata wazee au taifa zima linahitaji kushughulikia na kutangaza jambo hili kwamba lipo na namna gani tunaweza kujikinga nalo. Lakini sasa katika mazingira ya washiriki wa leo, mazingira ya vyuo vikuu na mazingira ya vyuo vya kati na maeneo ya kusoma, kwa kweli vijana wetu wana changamoto kubwa ambazo zinaweza kupelekea maambukizi ya ukimwi. Mimi mwenyewe ni mwalimu mhadhiri pale Suza, najua kuna vijana kutoka maeneo mbalimbali, najua kuna ukata shida ya matumizi wakati mwingine, kuna shida ya makazi wakati mwingine, wanafunzi wengine wanakuwa wanapanga vyumba maeneo ya nje katika jamii, wakati mwingine wengine wanakuwa na shida ya pesa, wanaamua kushare vyumba mwanamke na mwanamume, wapanga pamoja, tunaelewa hiyo ni changamoto. Kwa hivyo kwa mnasaba huu, hii shughuli ya leo ni maana hipo kwa watu ndio ambao wenyewe wanaweza wakawa kama hakuna taaluma hii wakawa wepesi au karibu sana kuweza kupata maambukizo mbalimbali. Kwa hivyo mazingira ya vyuo vikuu na leo tumekuja hapa kusomeshwa ili kwamba bado hata kama mazingira magumu na changamoto, lakini tuna haja ya kuweza kuzingatia mafunzo tunayopata hapa sisi, lakini pia kuelimisha wengine kwamba tukikosea basi tunaweza tukapata madhara. Ndugu zangu wanafunzi, kupima ni kujitunza. Kupima ni kujua hali yako ya VVU, si ishara ya udhaifu, kwa sababu ni bora kuchunguza kuliko kusubiri athari ambazo tunazikia baadaye. Kwa maana hiyo tusisahau kuwa VVU hauambukizwi kwa njia ya kugusana, kukaa pamoja, kushiriki katika vyombo au kuzungumza, lakini maarifa sahihi tuwe nayo namna gani ambapo vinaambukizwa ili kupunguza unyanyapaa ambao mara nyingi unajitokeza katika jamii yetu. Vyuo vyetu vina nafasi kubwa ya kutengeneza mazingira salama, kuimarisha elimu ya afya na kushughulikia mambo mbalimbali ambayo yanachangia katika au yanapunguza maambukizo, lakini pia kuweka mazingira salama kwa vyuo vyetu kwa wote ili tuweze kuepukana na jambo hili. Kwa hivyo leo nawapongeza wote mlioamua kushiriki, hata kama hukushinda, lakini kama hukushinda pia basi umeshinda kitu kikubwa zaidi, na kupata maarifa ambayo unataka kuhusu taaluma hii ya mambo ya ukimwi. Muda unakwenda kwa mwisho kabisa, nawahimiza vijana kwamba elimu, uthubutu na hatua ndizo silaha zetu. Tujifunze, tujue, tuthubutu, kutenda na kuacha yale ambayo yanakatazwa, lakini pia hizo hatua ni silaha zetu. Tusiwe pesi, watu sio wagumu katikati, tuangalie mazingira yalivyo, ya hali kufanya ya si halali, basi tusiyafanye na kufanya njia zinatakiwa. Tuchague maisha salama, tuchague ulinzi, tuchague kupima, kwa sababu kizazi chetu kina uwezo wa kumaliza ukimwi ikiwa tu tutafungamana na taaluma tunapata ukimwi na masharti yake yapo. Kwa nashauri vijana kwamba fanya hivyo, usome katika masomo ya elimu, lakini pia uwe na uthubutu kwamba kwa kusema hapana, uwe na uthubutu kwa kusamehe katika hali zilizokuwa nazo, hayo tu chini ya uwezo wa Allah Subhanahu, basi tutaokoka inshallah na tuna uwezo bora ambao utapeleka usalama hizi. Naitwa Dr. Ahmed Mohamed Khatib, ni mkurugenzi mtendaji wa Tume ya Ukimwi. Lengo la shughuli yetu ya leo ilikuwa ni kufikisha elimu kwa vijana wa vyuo vikuu, na kama tunavyofahamu kwamba ulimwenguni vijana ambao wana umri baina ya miaka 15 mpaka 24 ndio ambao wanaongoza kwa kupata maambukizo mapya ya virusi vya ukimwi.
na umri huu manake ni vijana wengi ambao wanakuwemo katika vyuo vikuu. Kwa hiyo lengo la kufanya mafunzo haya ni kufikisha elimu, tukiamini kwamba vijana hawa kama wanapata elimu sahihi, manake itawasaidia kujiepusha na tabia hatarishi, lakini vile vile kujikinga na maambukizo ya virusi vya ukimwi. Lengo la nchi kama Zanzibar, kama Tanzania na ulimwengu kwa ujumla ni kwamba tukifika mwaka 2030 tuwe hatuna maambukizo mapya ya virusi vya ukimwi, lakini vile vile tuwe tumefikia shabaha za 95 mwaka huu 2025. Kwa tunaamini kwamba kuwafikia vijana ni kufikia malengo ya 95-3-25, lakini vile vile kumaliza ukimwi ikifika mwaka 2030. Wito wangu kwa vijana kwanza ni kujiepusha na tabia ambazo zinaweza kuwapelekea wakapata maambukizo ya virusi vya ukimwi, lakini vile vile wajitahidi kufocus katika masomo yao ili wamalize masomo kwa salama, lakini waweze kufikia malengo yao ya baadaye. Kunaelezewa vishawishi vingi vipi kwa wanafunzi wa boarding na ambao hawakawi boarding. Kwa ujumla wake manake wanafunzi ambao wako vyuo vikuu, unajua vyuo vikuu manake ni kipindi ambacho vijana wanaanza kupata uhuru wa kufanya maamuzi peke yao. Kwa kiasi fulani wanakuwa hawapo chini ya himaya ya wazee wao. Kwa hiyo wanavyokuwa wako free hivyo manake wanaanza kujiengage katika vitendo tofauti ambavyo vinaweza vikapelekea wakapata maambukizo ya virusi vya ukimwi. Elimu hii ya ukimwi itanisaidia mimi kwenda kuwafundisha wale ambao hawapo hapo, vijana wenzangu, ya kwamba jinsi ya kujikinga, jinsi ya kujilinda na jinsi ya kuepuka ili tusiweze kupata maambukizi ya ukimwi. Tunaishukuru kwa sababu tumepata vitu vingine ambavyo pia tulikuwa hatuvijui kuhusu elimu ya ukimwi. Baadhi tunavijua lakini baadhi pia hatuvijui. Tunashukuru kwa kuvipata. Leo nimekuja katika debate ambayo inazungumzia masuala ya ukimwi. Kwa nilikuwa kama mwanafunzi nimeweza kuhamasika na kuelimika, kuweza kuwasajilisha na wanafunzi wengine kuweza kupata elimu hii ili iwe na wengine ya magonjwa haya yaweze kupungua hapa nchini kwetu. Kwa hiyo mimi kama mwanafunzi wa chuo cha Maipa nipo tayari kuwa balozi kwa wengine ili iwe sababu magonjwa haya ya ukimwi yapungue hapa kwetu Zanzibar.